Elisha, nimefanya kazi na wewe. How dare you ask for a difficult thing? Anamwambia umeuliza jambo gumu. Ukiteremka mstari wa 10 inasema you have asked a difficult thing. Elijah said, yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise not. Elijah uniruhusu kutembea. Elijah anamwambia Elisha, umeuliza kitu kigumu sana, lakini ukiona nikichukuliwa utapata hiyo ambayo umeitisha, double portion. Ya kwamba mimi Elijah nimefanya kazi kubwa. One of the most decorated prophets in the Bible is Elijah. One of the most decorated. Yani kama kuna nabii ambaye amenakiliwa katika Biblia na lugha nzuri, lugha ya ufasaha, lugha ya kuweza kuonyesha ni mtu aliyekuwa wa tajriba, mtu ambaye alikuwa ni wa heshima, mtu ambaye alikuwa ni wa usemi, mtu ambaye alikuwa ni shujaa, ambaye alipambana na kina Ahab, mtu ambaye alifanya kazi ya Mungu pasipo kuogopa, ilikuwa ni Elijah. Lakini sasa Elisha ambaye amekuwa ni msaidizi tu, yaani mtu wa mkono tu wa Elijah, anaambia Elijah, ukichukuliwa mimi ninataka roho wako mara mbili. Hata Elijah katika mstari wa 10 anamwambia, umeuliza jambo lililo gumu. The only logical thing would have been, huyu jamaa ilikuwa Elijah anamwambia usiulize kitu rahisi kumalizana. Ule jamaa akakataa akasema, double portion of your spirit. Nimeona kazi umefanyia Mungu, nimeona ukifanya miujiza, lakini mimi nataka roho ambaye amekuongoza wewe. Nataka huyo roho Mungu anijalie mara mbili ya bila ya kujalia. Sasa Biblia katika Isaia 40:31 inasema, bali wangojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatazimia, watatembea wala hawatachoka. Unajua kuna vitu vingine tunasoma kwa Biblia tunafikiria ni mzaha. Nataka hiyo Isaiah 40 tuione in a practical way. Boss Elisha amesema anataka nini? Double portion. Tulia hiyo tutamaliza. Wacha tuende. Elijah alifanya vitu vingi. Elijah ndiye alienda akakuta mjane amebakisha unga kidogo, mafuta kidogo na mtoto wake. Ametangaza yeye. Elijah. Miaka 3 nusu watu wanakufa njaa. Sasa akaenda akapata mjane anangoja kule chakula ya mwisho. Tunasema ni alikusanya kuni chache. Biblia inasema chache, kuni chache, kuni mbili. Hata version wanasema alikuwa amekusanya kuni mbili. Apike mkate wakule na mtoto wake, wangoje wafe. Sasa akakutana na Elijah akakuja. Akamwambia nitengenezee mkate. Akamwambia Elijah, wewe ndio utangaza njaa. Sisi tunangoja tukule hii mkate na huyu mtoto wangu tukufe, ngoja kukufa. Alafu akamwambia huyo mama, enda pika mkate mimi nikule kwanza mimi. Elijah enda akapika akaleta. Ule mtoto akwa mkate ikipikwa nyumbani mtu akula hata kama mgeni. Kuna zoezi labda watu hapa Simoni hawana hiyo. Mimi nikiwa mtoto mdogo, mgeni akikula mkate unasindikiza kutoka kwa meza, bila anatoka kwa sahani na isindikiza kwa mdomo yake. Ndio unarudisha hiyo mkono. Unaelewa hiyo? Nyinyi hamjui hiyo, mimi nilikuwa nafanya nikiwa mtoto mdogo. Sasa ule jamaa akakula mkate akamaliza bila kuonyesha ile mtoto. Mtoto akasindikiza mkate akasindikiza. Elijah akakula akamaliza. Na akarudi akasema unga na mafuta itaisha kwa nyumba. Hii kuisheni muujiza moja. Elijah alifanya muujiza 8 kwa sababu sina muda. Tusiende muujiza Elijah. Tuchukue moja. Tujue akiambia Elisha umeuliza kitu kigumu hiyo wazani. Aliuliza kitu kigumu. Elijah katika Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18. Tusome pale 45. Miaka 3 na nusu jana.
Sasa Elijah ameenda mlimani Mount Carmel ili aweze kuomba Mungu mvua irejee. Akaenda kwa mlima. Akasema sasa naomba. Ahab King Ahab amesumbuana na Elijah, ameenda amefuata Elijah Mount Carmel. Hii njaa imetutatiza. Sasa Elijah anaambia mfalme Ahab, wewe leo mvua itanyesha. Ahab miaka 3.5 wakiwa na mke wake Jezebel wamehangaika. Elijah anaambia Ahab, toka kwa milima hii, teremka kabla mvua inyeshe. Nani ananisomea hiyo? 1 Kings Mfalme wa kwanza 18:45. Biblia inasema nini? Yes. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi, mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Israeli. Boss, sasa sikia, wamekutana Mount Carmel, Elijah na Ahab. King Ahab wamevurutana na Elijah. Sasa Elijah ameenda kuomba mvua irudi baada ya miaka 3.5. Wanakutana na Ahab, wanaambia Ahab, sikia, mvua, unaona wingu limetanda tena jeusi, upepo umekuja unasukuma. Anaambia Ahab, wewe mfalme, shuka kutoka hapo milimani, wewe na ndege na hizi nini zako, farasi zako na magari ya kuvurutwa na farasi, toka kwa mlima, kwa sababu ikianza kunyesha hautaweza kuteremka, hautaweza kutoka hapa milimani. Enda na hiyo farasi zako mapema. Sasa Ahab akaona hii hali, mvua inanyesha. Ahab akapanda farasi zake, na yule ambaye ni mfarisi, yule ambaye anaendesha farasi, yeye ambaye amefanyishwa ujuzi, yeye ambaye ana utaalamu, yeye ambaye anaendesha mfalme, yeye si wa kubahatisha, ameendesha farasi miaka mingi, na yeye labda alikuwa kwa jeshi na amefanyiwa ile inaitwa testing, amekaguliwa, amefanyiwa mtihani, ametainiwa, ameonekana anafaa kumwendesha mfalme. Yeye ndiye alikuwa amebeba hapo. Sasa anaambiwa, wewe na mfarisi wake muondoke hapa mlima kabla mvua inyeshe. Yule jamaa akona ujuzi wa miaka na mikaka ya kuendesha farasi, akaendesha farasi. Wakatoka kwa mlima Carmel, wakaenda. Endelea msomaji. 46. Sikiza sasa. Ile msaule Isaya 40 inasema, wanaomngojea bali wamngojeao Bwana, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa na mabawa kama tai, watakimbia wala hawatazimia, watatembea wala hawatachoka. I love what the Bible says. Endelea msomaji. Nasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana. Sikia, Isaya anasema wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Elijah alikuwa anamngojea Bwana, amsikia amepata nguvu mpya. Mkono wa Bwana ukamjia Elijah. Soma msomaji. Akajikaza viuno. Kujikaza viuno. Na other versions, ukisoma katika lugha ya Kiingereza na versions zingine za Biblia, akatighten belt. Kufunga mshipi ilikuwa kwa hizi ya Biblia. Elijah akafunga mshipi yake vizuri. Ile joho alikuwa na zile kanzu, akataki na akafunga mshipi. Najua kama ingelikuwepo hapo karibu na Elijah, ingeuliza Elijah, sasa uko unafanya nini? Farasi za Ahab zimekwisha kuondoka, wamekimbia kwa sababu mvua iko tayari kunyesha. Ahab ameondoka na farasi, na Ahab anapoenda Jezreel kutoka Mount Carmel ni kama kutoka hapa na Eldoret. Ameanza safari na aendi kwa maguu, anakimbia kwa farasi. Farasi zenye zinakula kwa kipimo na kwa masaa.
zinapewa maji kwa wakati. Sijui kama unaelewa, the royal chariots, the best of the steeds. Wanaenda wanakagua, wanasema hii breed ya hii farasi na 1881 hiyo lineage tumefuata, tumeona ni farasi zenye zina nguvu. Hawachagui farasi yeyote, wanachagua iliyo bora, farasi maridadi, farasi ambazo hata wakati inataka kupewa chanjo inapewa. Those were the chariots that Ahab was riding. Hizo ndio farasi ambazo Ahab alikuwa amepanda. Sasa Ahab ametoka, ameenda, bila ameenda amepiga kona, kama ni mlima kama hapa Cherangani, inaweza kuwa jamaa ametoka kwa milima amefika Kitale town, hapo anaelekea Eldoret. Alafu nguvu ya Mungu ikamjia Elijah, na ilipomjia Elijah akataa hii nguo zake vizuri, tayari kukimbizana na zile farasi. Usomaji maliza. Akapiga mbio mbele ya Ahabu. Ahabu alishatoka na farasi. Elijah anakuja kwa miguu, anayo nguvu ya Mungu ambayo imemjia. Biblia katika Isaya 40:31 inasema, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa na mabawa kama tai, watapiga mbio hawatazimia. Elijah anapiga mbio, akawa mbele ya Ahab, akakimbia, akaovertake farasi za Ahab. Watu wasiwani bwana, ni kama msikiti tu mimi nasema. Huyo jamaa anakimbia kwa miguu bwana. Anakimbia kwa miguu, anapita farasi. Unajua ukikimbia na miguu upite farasi ni sawa na ukimbie upite magari ya Daktari William Ruto, president wa Kenya. Ametoka na limousine hapa Cherangani, amekuja kwa sasa kumaliza shughuli kama ilikuwa mchana, sema kwa sasa sawa. Bangwana tutaonana, naingia kwa Mercedes. Zinakimbia zinaenda Eldoret. Unakimbia miguu. Gari ilitengenezwa kwa mfano wa farasi, kama hukujua. Ndio gari iko na kitu kinaitwa horsepower, my friend. Gari in a normal day, siku ya kawaida, gari hata kama ni Mercedes ikianza kukimbizana na farasi, gari huwezi shinda farasi, kwa sababu gari imeundwa kwa mfano wa farasi. Sio kama tunaelewana? Farasi inakimbia kuliko Mercedes. Farasi inakimbia kuliko Prado. Farasi inakimbia hata kuliko Ferrari. Hizi magari yametengenezwa kwa muundo mfano wa farasi. Sasa huyu jamaa alikuwa anakimbizana with the real thing. Ukikimbiza magari ya Daktari William Ruto, upite hivi ukikimbia miguu. President amekaa kwa limo. Mercedes ndio limo si. Imekaa chini alafu kikimbia inapanua miguu. Unajua ukimpita kwa miguu, ukikimbia hata ongea, ataangalia dereva. Na angalia dereva, ataangalia dereva. Na anaangalia hapo maji kanyaga mafuta. Yaani wao wanajiuliza, ni gari iko na shida ama ni wewe dereva uko na shida? Yaani huyu jamaa anaweza kupitaje? Anaweza kutupitaje anakimbia miguu? Na wewe unaendesha Mercedes. Sasa yule jamaa alikuwa anaendesha ndege, alikuwa anaendesha farasi. He was riding the horse. Chachayo. Anakimbisha farasi. Farasi inakimbia kuliko gari. Farasi. Elijah akapita miguu, akakimbia mbele ya Ahab. Maliza somaji. Akapiga mbio mbele ya Ahabu, yes, kuingia Israeli. Akaingia Jezreel. Jezreel was the capital city. Biblia inasema, in a very long and frustrating journey, King Ahab hakuamini macho yake. Elijah alikimbia. Huyu jamaa anapewa ujuzi ya kiaskari ya jeshi. Mwanaendesha mfarisi yule. Huyu jamaa alikuwa frustrated. Unafinya farasi kama ni viboko unapiga.
Farasi inaongeza, unaona imeongeza na ile jebada kuongeza. Akakimbia hivyo mpaka wakaingia capital city. Ukimize magari ya president uko mbele, utoke labda Nakuru mpaka Nairobi, hivi tu uko mbele. Sasa Biblia kwa sababu ya muda, in short the story got home. Ahab alishuka kwa hizo farasi akaingia kwa palace ya mfalme akiwa amekasirika, ako na msongo wa mawazo, ako stressed. Elijah alikimbia akashinda farasi na anapoingia kwa mji anatembea kama hakuna kitu kufanya. Mwenye alikuwa juu ya farasi akifika capital city amechoka yake, ni kama yeye alikuwa anakimbia, amechoka kinamba, amechoka. Kaingia kwa palace akaambia Jezebel vile Elijah amemfanyia. Sasa that's a story for another day. Ya vile Jezebel waliongea na Ahab anamwambia Bwana mtu Elijah leo amenifanyia madharau, anakimbia mbele ya farasi zangu. Watu wakiona mchana jua mpigaji amenifanyia madharau. Ile ni story nyingine tena urefu, wachana naye. Sasa Elisha anauliza huyu mjamaa, nataka double portion. Mjamaa mwenye alikimbiza farasi ni Bwana, unaitishaje double portion? Aliitisha hiyo, akasema double portion ya spirit yako. Wasema ukiona nikichukuliwa utapata, ukisipoona zero. Akasema ile kuna mchezo ulikuwa unasema wa kitambo wa TV, money on the box. Pesa ikishoka songe 60,000, money on the box. 100,000 hapo anasema money. Sasa huyu jamaa Elisha anasema box. Unaweza ambulia kwa tu box. Unaweza pata pin ndani ya box. Anasema box. Unaweza pata kibiriti box. Unaweza pata balloon kama hii box. Double portion ule jamaa akasema sawa. Sasa Elijah upepo ya kisulisuli ikakuja, kwa hiyo wafalme wa pili ikawagawanyisha. Elisha was frustrated. Ndio Elisha sasa ukiambiwa hivyo, ukiona nikichukuliwa utapata, usipoona umeambulia kwa tu. Huyo mjamaa akienda hata zile ofisi za afya, unaenda unasimama hapo. Bwana, huyo mjamaa anaweza aende hivi na achukuliwe. Unachunga unakaa. Kila mahali penye Elijah alienda. Sasa upepo ikatokea kisulisuli, upepo kisulisuli hakuna hapa Kitale. Mimi nilisomea Nakuru. Nakuru kulikuwa na upepo wa kisulisuli inazunguka hivi. Kubwa kabisa. Sasa wazazi walikuwa wanatuambia upepo ya kisulisuli ni mbaya. Ukiona upepo wa kisulisuli unatoroka. Kwa nini? Ukienda kwa hiyo upepo wa kisulisuli chukue besheni, ufunike. Nyoka hapo ndani. Sasa ukiona upepo wa kisulisuli tunasema hii imebaki kuifunikwa na besheni kwa nyoka. Tunapondea. Sasa huyu jamaa upepo wa kisulisuli ikakuja ikagawanyisha Elijah na Elisha. Elisha akawa frustrated. Lakini kwa muda mfupi akiangalia hiyo akaona Elijah ndio anachukuliwa. Elijah kwa sababu kwa amemwahidi akatoa ile jomo yake. Ile yenye alitaki akakimbia akashinda na farasi zake akatupia Elijah. Elisha akashinda. Akasema lakini sasa sikia, hata kama amepewa hiyo jomo, baada ya kuona wasiwasi sana kuuliza Mungu Elijah akaenda Jordan. Ndipo na Jordan hapa. Fika kwa mtu hapa akakuwa frustrated sasa akafanyaje ile Elijah. Piga maji kwa hiki. Kazi. Si alisema double portion. Elijah alifanya miujiza kama 8 strong. 8 of the best miracles. Sasa huyu jamaa anasema double. Ameanza countdown. Ameanza piga tu maji ya Jordan akawanyika. Watu wengine wakapata nayo na mcheko, mzee Kipara alikuwa na upande Elisha. Wakaangamia. Miujiza ikaendelea. To cut a long story short, Elisha alipata double portion blessing in hadithi. Wewe na mimi leo hii
tuweze kufanya kazi ya Mungu. Tuombe hiyo roho ikuje maradufu. 2025 tufanye kazi ya Mungu kwa bidii kushinda miaka yote. 2025 kazi ya Mungu hapa Ziwani iende mbele kwa kasi. Haijalishi tutakuwa kwa miguu. Mungu atatupea nguvu. Mungu atupe nguvu tuweze kuhakikisha ya kwamba kazi yake inaenda mbele. Ikimaliza, Elisha alifanya miujiza 15. Elisha ndiye alikutana na Naamani. Elisha alisema wewe, akatuma Gehazi mjakazi. Yaani sasa naye amequalify amekuwa sasa kama Elisha. Akatafuta pia msaidizi wake. Akamwambia enda ambia Naamani aende aoge mara 7 Jordan. Mto Jordan chafu imeokota takataka zote. Naamani akakuwa na hasira. Anauliza huyu Elisha, huyu mtu ni Mungu wa Mungu lakini hapa madharau. Yaani hata angetoka nje alisalimia akasema ambia yeye aende aoge mara 7. Akapona. Hakutoka nje hata kusalimia Naamani. Alimtumia mjakazi enda ambia yeye. Mjakazi akakuja akamwambia my friend, umeambiwa na boss. Uende uoge mara 7 na Jordan. Huko kwetu yuko mito safi, nasema mito yenu safi ina uwezo ya kuponyenda Jordan kwa matope. Hapo kwa matope ndio utaoga mara 7 upone. Na akaenda kuoga mara 7 akapona. Moja ya miujiza ambayo Elisha alifanya, the double portion, akafanya kazi. Yeye siku nyingine mjane akaja ana wasiwasi, wanataka kuuza vijana yangu, wanataka kuchukua vijana watoto wangu. Mimi ni mjane, baba yao alikufa, wanataka wachukue watoto wangu waende wakuwe slaves. Kwa nini? Kwa sababu ya deni. Ambia mama, sikia, enda kusanya vibuyu kwa jirani yako. Majirani wote zunguka ukiomba vibuyu. Kwa vibuyu unaweza mama nani nisaidie vibuyu. Nitarudisha leo nisaidie vibuyu. Mama kitu imeanza kuteja mwenye akaomba vibuyu akasanya na Elisha akasema sasa utapata mafuta. Uuze mafuta ya bei kali. Hii petrol hii Eliato si bei kali. Eliato ni bei kali. Kuliko hata petroli. Sasa wanaweka Eliato ikaweka kwa vibuyu. Akasema enda uza ulipe madeni. Na ukimaliza utapata juu faida kufanya biashara. Akaenda. Hiyo miujiza Elisha alifanya. Sasa Elisha alifanya miujiza mpaka akafa akiwa amefanya miujiza kama 15. Hata aliomba double portion. Akazikwa. Elisha akiwa amezikwa, mifupa yake ikiwa kaburini. Wakati huo nyakati hizo walikuwa wanajenga kaburi, wanaweka stairs, wana cement chini, wanaweka dunia hapo, mwili hapo. Mtu mwingine huyo jamii akikufa anawekwa hapo karibu. Sasa ilikuwa wanaweka kifuniko huko juu, wanafunika, wanakuja mtu akifa wanatoa kifuniko, wanateremsha mwili, wanaweka hapo, wanapanga hivi basi, wanarudisha kifuniko. Siku moja kulikuwa na vita huko Israeli. Ndio watu wanakimbia iko vita. Mtu mmoja akafa. Wakachukua mwili wake. Wakasema kwa sababu ya vita tutaenda bali. Tuone kwenye mtu kwenye kaburi ya Elisha. Iko hapo karibu. Wakaenda kwa kaburi ya Elisha. Ndio wamefungua kifuniko. Wanasikia hatuna muda ya kuteremka stairs. Tuweke mwili. Ndio tuende. Hapa hii shida. Tupa tu mwili. Wakatupa mwili, hata wao kufunika kifuniko, wakatupa mwili ndani ya kaburi. Ile mwili vile ilianguka ikaguza mifupa ya Elisha. Ule jamaa akaamuka. Unanifanyaje? Unataka kuniwacha hapa? Ule jamaa mwenye alikuwa amekufa kwa kuguza tu mifupa ya Elisha akaamuka bwana. Naye akatoka mbio kutoka ile, anaona watu ndio naye anakimbia. Kwa hiyo wanafika nyumbani, ule jamaa naye amefika. Ayeya. Sikuwache huko ilikuwaje? Sasa double portion, my friends. Mwaka huu tunaomba Mungu aweze kutujalia tuweze kuwa na double portion, tumalize kazi ya Mungu. Mungu awabariki.